Unashtuka nini? Hamna. Hii ni nyumba yako. Sawa. Hiki chumba chako. Kwa hiyo hupaswi kuogopa. Karibu kae. Karibu. Unaweza kuniambia umetoka wapi sasa hivi? Clara alikuja kuniita. Nasema kama mama yake anaumwa sana. Kwa ndo nilikuwa huko. Clara huyu ninayemfahamu mimi au kuna Clara mwingine? Ndio, Clara rafiki yangu. Baada kuja kukuchukua. Kuna mwangalia mama yake. Siku zangu kuziona? Au mama yake ndo aliyokataza kushika simu zangu? Tulikuwa busy sana, ujui tu. Busy? Missed call zangu, text zangu kuziona. Ndio. Okay, sawa. Naweza nikasema sio makosa yako. It's okay. Lakini tambua tu kwamba nakupenda sana. Nakupenda mno. Sije kukaza kwenye hii dunia nikawaza mwanamke mwingine. Sije kufikiria mwanamke mwingine kwenye hii dunia isipokuwa wewe. Nataka tu tambue ni kiasi gani nakupenda. Ni kiasi gani nakuhitaji kwenye maisha yangu. Sawa. Basi nisamehe. Usamehe. Ndio. Okay. Kama msamaha wangu kwako ni njia wewe kubadilika na kukufanya ukawa unarudi nyumbani mapema, ni sawa. Nimekusamehe. Nimekusamehe. Asante. Nini wewe? Mbona kwa watu saizi unakuja kelele saizi kwa watu? Sipigi kelele. Una shida gani sasa? Ila kilichonileta hapa, nimekuja kuambia hivi, mtoto wenu kama hamjamlea vizuri, hapa amenoa. Tena nataka niwaambie vizuri. Huyu mtoto mnayemuona hapa ni mtoto wa mtoto wenu. Tena kitu kingine msichokijua, kama mtoto wenu amezoea kuwazalisha watoto wengine na kuacha, hapa amenoa. Si mnanielewa vizuri? Tena nataka niwaambie, mtoto wenu huyo huyo atakuja kunitaja jina la mtoto wangu nilikuwa naitwa nani mimi. Si mnaelewa vizuri?
mtajuana wewe mwenyewe na mwanao. Hii ndio shida ya kuoa Swahili. Ingia. Bwana Frank. Karibu bwana. Asante ndugu yangu. Salama, karibu. Shukrani sana. Karibu keti. Karibu. Asante, vipi lakini? Salama, vipi? Namshukuru. Mbona umenishtua hivyo? Niambie mwanangu. Kweli ndugu yangu na mengi sana ya kusema. Jamaa yangu naye ukosaki wa kusema. Unajibia gani? Niambie. Leo mke wangu kabadilika sana. Yaani amekuwa ni mwanamke ambaye yuko busy na mambo yake. Sisi kabisa ni hivyo ndugu yangu. Sasa hivi mke wangu. Hebu tuliza mawazo kwanza. Bwana Frank. Bidi upoze. Hebu poza kwa kwanza maana naona kama vile moyo wako umechemka sana. Hapa sasa unaweza kuniambia. Shida nini bwana? Unajua mwanamke kweli nampenda. Yaani mpaka anajisikia kama ishaanza kuwa chizi kabisa. Yaani siku hizi kawa na mambo mengi. Mambo karibia mimi. Ndio hata nani atakumwelewa. Umeelewani. Lakini brother, mimi hata nikwambie kitu kimoja. Unajua wanawake hawataki kubana sana. Na mwanamke ukimbana sana utamuona yani kama kuna mambo yanaenda sivyo yani. Ataonekana kama eti hakupendi na nini ukimfuatilia sana. Kwa hiyo brother, cha kufanya mimi ningekushauri. Mwanamke unatakiwa muachie uhuru. Mwacha afanye anayofanya. Atachoka mwenyewe. Sio, unanielewa? Mwisho wa siku ndio hivyo, atarudi kwako. Mimi unaona mwanamke hata si mbani kwa lolote. Kwa sababu kama ni uhuru chamachia. Sasa yule mwanamke anakupenda. Wewe ni wako. Hawezi akakuacha. Sio na wasiwasi. Mimi hapo naponiona sina familia. Lakini muda si mrefu kuna mwanamke tayari ashakamilika, ashapata vigezo vya kuitwa mama ambaye anaenda kuwa mwenye watoto wangu. Sio, unanielewa? Kwa muda si mrefu utaenda kumfahamu. Na nampenda sana. Sasa bado tutambulishane mapema. Hakuna haja, utamfahamu. Usijali. Utasubiri. Muda si mrefu utaenda kumfahamu. Bali mimi nina lipi la kusema sasa katika hili. Ngoja nisubirie. Sawa. Sasa ngoja kwanza nikimbie mara moja. Nimetoka nyumbani hapa. Ili tu tuweke mambo sawa.
Oh. Maana kama kichwa kinapasuka. Sijali, kikubwa tu kaza moyo. Ya, karibu sana. Tuko na mimi moja nguo. Poa. Karibu mno. Nakunywa kidogo ndugu yangu, usiogope. Hapa ni nyumbani. Tutakuja siku nyingine. Nitarudi. Basi poa basi. Haya poa. Shoga yangu. Kwa nini tunataka nikushirikishe? Kitu gani hicho? Wewe siku hizi unaomba mbele kidogo. Wewe tena mshasema ubibi yako. Unisikilize kwanza nikuambie. Haya, niambie. Ila tu sitaki habari sui za nani kaenda wapi, si mama nani kamfanya nini, sui nini na nini. Nataka pesa, unajua siku hizi. Anaogopa kupokea simu yake, sio na shida. Shoga yangu nimepata dharura. Nataka nitoke kidogo. Frank. Frank amenipigia simu, anataka nikasimamie pale ofisini kwake. Anatoka kidogo. Haina shida, mimi mwenyewe sina kazi na mimi. Unyewe pale ofisini, hatuwezi tukaongozana. Acha nijiendee chap niende huko. Sawa. Frank. Vipi tajiri? Umefika hapa umepoa, yani hata salamu kama umemwagiwa maji ya baridi. Kuna shida? Hamna shida ndugu yangu. Unajua kwa mbali. Au jana ulikamia show. Mimi hapo tu hapo ndo hapo naanza kunisikia. Yaani hapo tu ndo unaanza kusikia. Basi aishe bosi utaniwe. Kama unaondoka. Ndio shida watu warefu. Yaani mtu mrefu kama mti wa nyanya, akizidiwa kidogo majukumu anahitaji support. Haya.
Kwa hapa pia? Vipi? Safi. Kwema. Na ndugu yangu kwa? Nani Oliver? Nimemwacha nyumbani. Tunajua kama mida yetu ya kula hivi. Sawa. Na wewe kumbaga unafika maeneo kama haya. Mimi na kazi moja tunaenda kuifanya hapo counter. Haya poa, maana mimi nilikuwa nimekuja kupata moja baidi moja. Unaelewa? Shem, lakini basi sawa, ngoja nikuache mimi ngema zangu hapa hivi mara moja. Poa. Jadi mada. Sana. Ndio. Wala tusikie. Nzuri. Sasa? Acha tu. Shazoea. Ndio na gani tu. Bosi wako ni mkuu? Bosi wangu na appointment nani? Hapana, hayupo. Hajafika. Ila vile kama kuna tatizo pia nataka kumwambia hapo nitamwambia. Hamna shida na kunieleza. Vipi dada? Kuna tatizo? Naona kama vile hapo sawa. Sawa. Au kama ya mkao. Okay, poa. Ana ndio tuongea. Tuongea. Hamna shida. Sawa, njema. Karibu. Haya. Nimechoka. Naelewa umechoka mke wangu. Lakini sasa hivi takriban mwezi sasa hivi. Please basi. Kidogo. Mama kwa sababu unaelewa. Sio kwa nini nimechoka. Naelewa. Kidogo basi. Unanikera unapokuwa unalazimisha. Nikwambia nimechoka, Frankie, nielewe.
Okay, sawa. Sawa. Sawa, nitashughulikia. Haya.